fahamu zinakuja. Mara anaanza kukimbia anaenda Msumbiji, mara anaenda wapi? Ambia sasa mimi ndio fulani, ana jina lake sitaki kutajia. Anasema mimi ndio fulani. Mungu amemfungulia neema tena. Mwingine hata jana kanitumia sadaka yake, akasema yes. Ana gari 9. Sio kichanja. Mbili zimekamatwa Kongo nyingine. Sikiliza. Nini? Ni ulimwengu wa uovu. Mwambie jirani yako ulimwengu wa uovu. Yuko benki anafanya transaction, akutana na mama mmoja hivi. Chuma hicho. Chuma hicho. Jamaa akaanza si unajua wanaume macho kodo. Hadi kukataa akaenda. Toka alipoenda ndio kila kitu kaacha hapo. Kila kitu. Ana usafiri mzuri, anatembelea, anaanza hela ya kuweka mafuta. Gari zote zimestaki, hakuna hata moja inayoenda. Kila mahali pamefungwa. Hakuna kinachosogea. Akipo anaenda kuazima hela kwa babake na mamake. Kabisa. Nini? Alizembea na tukio. Sisi wa baba sisi. Sio kila kitu kinachopita mbele yako ni dhahabu, vingine ni magonga. Amen. Natamani katikati ya wiki Mungu akaturudishie. Amen. Akatukamilishe tena. Amen. Akatukamilishe tena. Mwambie jirani yako akatukamilishe tena. Kuna wengine ambao wako hapa wanatembea na magonjwa na madhaifu. Kuna mahali umechukua na hujui kwa sababu gani. Wengine nyumbani kwao amani hakuna, sio kwa sababu amani hakuna. Kuna roho imeondoa hiyo amani kwenye hiyo nyumba. Mungu anatamani akaturudishie tena. Amen. Na waambia hivi, katikati ya Pasaka ya mwaka huu, kuna watu nilikuwa nikawaambia sikiliza, hakuna kitu kibaya kama unakaa na tatizo tu. Wewe kila siku ni mtu wa huzuni tu, ni mtu wa shida, ni mtu wa taabu. Ifike mahali hilo vazi ulivue katika jina la Yesu Kristo. Ifike mahali na lazima uamue humu ndani kama muamini, useme sasa imetosha. Yatosha. Enough is enough. Yes. Lazima ifike. Kinyume na hivyo utabaki hivyo. Bartimayo alifika mahali watu anapiga kelele, watu wanamwambia nyamaza, yeye ana shout, anasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Amen. Kitu gani kilimlazimisha apige kelele namna hiyo? Ni kwa sababu alijua saa yangu na majira yangu yamefika. Imetosha. Nimekaa na shida, yatosha. Yule mama aliyetokwa na damu miaka 12 ilifika mahali akasema enough is enough. Yatosha. Akaenda. Akasema nitakwenda. Sitapitia kwa Petro, sitapitia kwa Yuda, sitapitia kwa nani, ninajua wapo. Sitapitia kwa Yohana, nitakwenda. Hivi ana kwa ana. Sikiliza, unapokuja hapa uje kukutana na lingo, unakuja kukutana na Yesu. Amen. Aliyekufa msalabani ili kutukamilisha. Amen. Ili kuturudishia. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sikiliza. Ninazungumza hapa lakini kuna vitu Mungu anaenda kukutendea. Wewe utashangaa na mimi nitashangaa. Kabisa ataenda kukutendea. Wewe unashangaa na mimi nashangaa. Hebu fikiria kwa mfano yule mama ambaye alikuwa na mtoto wake ambaye amekufa. Ni yeye peke yake. Hana mwingine. Analia, watu wamebeba jeneza wanaenda kuzika. Piga picha ni wewe. Mwambie jirani yako piga picha ni wewe. Ni wewe sasa. Alafu ndio cha kwako mzee kimeshabebwa kinaenda kuzikwa. Ulikuwa na mradi wako wa kuku, ngoma mzee imesafisha yote. Ulikuwa na mradi wa nguruwe umesafishwa wote. Ulikuwa na mtaji ndio mtoto wako. Ulikuwa afya yako ilikuwa nzuri, unaweza kwenda huko, unaweza kwa wewe pita nayo. Alafu anatokea mtu mmoja anakuambia usilie. Unaona kama ni kichaa. Huyu ananiambia nisilie. Sikiliza, anakuambia usilie kwa sababu analo tumaini.
tumaini la kesho yako. Analo tumaini la kesho. Ndio maana anatuambia leo tusilie, na ndilo neno lake kwamba ilimpendeza. Mwambie jirani yako ilimpendeza. Ni kwa ajili yangu. Mwambie jirani yako ni kwa ajili yangu. Huu kamilisho ni kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya mwingine. Mwambie tu ni kwa ajili yangu. Na mimi sitakubali mpaka nimekamilishwa wiki hii. Mama, usikubali mpaka umekamilishwa wiki hii. Usikubali mpaka wiki hii umekamilishwa. Acha kama kuna vitu gani vinavyopambana na wewe kwenye mali wako, itakufa. Wewe utakufa. Amen. Usilie. Wakati wanapambana, watu wamebeba jeneza, Yesu akarudi kwenye jeneza akagusa. Alipogusa, alimwambia kijana inuka. Alipogusa tu jamaa akainuka pa, akaketi. Alipoketi, akamchukua akampa mama yake. Fikiria yule mama yake alipokuwa anamtazama alikuwa anamwangalia mara ngapi ngapi. Mama fikiria, dada zamani, ni wewe sasa. Wewe ni dada wa Kichaga, sio wa kabila gani? Ni wewe sasa. Chuma kimekufa alafu mzee unaona kimeketi, unapewa tena, alafu umekipakaza mkononi, utajisikiaje? Unashtuka. Hiyo ndio kwanza, lakini utafurahi. Jiandae kufurahi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sana mtu mmoja tulikuwa ushuhuda tukio pale ama Michese. Tukutana mtukani Michese, tukiwa na huduma pale. Kuna dada mmoja alikuja. Nataka niwaambie, ulimwengu wenye uovu una uovu. Yule dada ni wa Musoma. Alichukuliwa na shangazi yake akiwa mdogo. Alikwenda kwa shangazi yake. Shangazi yake alikuwa mtundu. Alikuwa mtundu kweli. Wewe jirani yako alikuwa mtundu. Ni mtundu kweli kweli. Asi akamfanyia alivyokuwa anamfanyia. Usiku ikifika anambia naomba ni fulani kalale naye. Mbona kuna mabinti wengine na wengine huwaombi, kwani ukalale na huyu? Alikuwa mtundu. Nani mtundia kweli mtoto wa watu? Kafika mahali, ndio ameenda. Ataka kuolewa. Alikuwa anasoma, alikuja kusoma St. John. Toka Dar es Salaam kaja kusoma St. John. Chuo kikuu, akaanza kusoma. Wakakutana na mtu, bahati nzuri, wakazaa. Kutana na Mnyakusa wa watu. Kutana Nyakusa alipotoka bahati nzuri akaenda moja kwa moja kwenye ajira jeshi la magereza. Binti naye bahati nzuri Mungu akamfungulia mlango. Alikuwa bado hajawa mwalimu, akaanza cheza kwenye shule za watu binafsi, baadaye akaajiriwa serikalini. Sasa yule Mnyakusa wakamkubaliana waje waoane. Lini tunakuja kwenu, tuje siku fulani, tuje na mahali, na wakaja wamejipanga. Wakawa wameketi pale kwa shangazi, sio wamekaribishwa kwa shangazi. Dada mzee alipoinuka, akaanza kumporomosha yule Mnyakusa wa watu. Hapo matusi. Hapo na wageni wote hapo. Kitu gani kimekuleta hapa? Toka. Tusate yote. Nyakusa watu wanalia na watu wengine wanalia. Kitu gani kimetokea? Tokeni. Wametoka. Dada anaanza kulia. Nimefanya nini sasa? Utundu, mwambie jirani yako utundu aliyotundikwa. Sasa ameenda binti wa watu, akakutana na mwingine daktari. Wakaenda vizuri. Siku ya kuja kuletewa mahali, ngoma imeshabadilishwa. Akaja akatolewa posa na mahali, mtoto wa shangazi kubwa kuliko amemzidi na umri. Alafu sura hazifanani. Akaja akatolewa mtoto wa shangazi. Ndio alitolewa mahali. Yeye kabaki hapo. Yaani akubaliki wapi wala wapi. Kila mahali amefungiwa. Alikuja pale alifunga safari kutoka Bai. Akaja Michese hapo. Aliuliza mko wapi? Niwaambia niko Michese. Jo, yuko mwaka jana. Tuomba naye tukondoe ile roho. Mama anasema
Alafu angalia shangazi alivyo mjanja, amempa chumba kwenye guest yake. Ameki chumba ni cha kwako. Hiki chumba ni cha kwako. Wewe usipate ushangaike wewe kupanga chumba. Wewe cha kwako hiki hapa. Hapo pale mfungu mchungaji. Uko naenda mfungu. Daraja la kwanza la bibi. Kuna guest moja iko porini. Amepewa chumba chake. Wanakwambia ukitaka nikakuonyesha chumba changu mtumishi tena kuonyesha. Ameenda kuangalia chumba chako naenda Tanzania wewe. Nataka tuache kusema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaomba naye tukondoe ile roho. Juzi tukua mkonze mwezi huu wa 3 mwishoni wakati tunafanya huduma mwisho wa mwezi. Kwenye mkesha ile Ijumaa ya mwisho wa mwezi. Jumamosi napandisha tuko na semina wazee wa kanisa. Wakati tunapandisha ile chega naona simu tumishe. Kesho Jumapili una nafasi niko kwenye huduma niko Michese. Tuko na ibada ya maombi na maombezi ya kufungua watu na nini. Akaambia sasa mtumishi kesho tunapokea mahari. Yeye nikuombe sana nipokeni. Sio mimi nakuja kula harusi mwezi wa 8. Kwa hiyo harusi ni mwezi wa 8. Kwa hiyo mwezi wa 8 mwaka jana, mwezi wa 8 mwaka huu ni harusi. Hiyo haibadiliki wala haitembuki. Kapata mtu wa Tanga. Kwa sababu wanaweza zidiwe. Mpo. Asidiwe sababu. Hiyo ndio mbali sababu. Hawa. Kwa hiyo tunapata shemeji. Kutoka kusema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa fikiria udada wa watu. Acha ukikuta ni mtu kweli. Lakini adui amemfunika. Anaonekana ni mtu mwenye mapungufu wakati ana upungufu wote. Unaweza kuonekana mwenye upungufu hata kwa mume au kwa mke wakati una upungufu wote. Yule jamaa yule baada ya unajua mtumishi sasa hivi umelipa heshima kwenye ndoa, nikamwambia wewe shukuru Mungu aliyekupa heshima ni Mungu. Akamwambia unajua kulikuwa kuna ndoa tena niasikia kuna ndoa tena usifanye mchezo. Unaweza ukaona picha iliyoko na midomo ndani. Yesu yokutana na mwingine naye na mabeo yake na matakataka yake yote. Lakini akamwambia mtumishi hakuna kinachokwenda hakipo. Shule naona nimesimama hapa nimesimama lakini hamna kitu. Acha. Tunahitaji Yesu atukamilishe. Amen. Tunahitaji Yesu atukamilishe. Amen. Na hili ni hakikisho kwa kila aaminie katikati ya ulimwengu uliojaa uovu. Anapita hapo ili kutusaidia. Na nataka nikwambie, ukiamini pamoja na mimi, Mungu anaenda kukusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi nakupa hizi shuhuda, yani ni sehemu tu. Ziko nyingi. Mwambie jirani yako ziko nyingi. Na kadri tutakapokuwa tunatembea utakutana na huu, alafu utajipima. Wewe unapita kwenye upi? Unapita kwenye mlango gani? Wewe unakutana na upi? Tena katoto kama akaeti kanajua kusoma, kanajua kufanya vitu vingi. Lakini eti ghafla eti kumbukumbu zimefutika. Zimefutikaje? Sio za kwako. Mama yake anaanza kusema shindwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa hapa kwetu Mbuyuni hapo juzi. Mwaka jana ni mwishoni. Niambia hapana, hatuwezi kwenda na upuuzi. Kitu gani kinafuta katoto kanafundisha Sunday school? Katoto kanaweza kuimba, katoto kana akili, lakini wamefuta. Baba yake analia, nikamwambia Mungu anaenda kumrudishia ufahamu wake na akili yake na anaenda kufanya vizuri tena. Amen. Leo yule mtoto anafanya vizuri hujawahi kuona. Baba yake ni engineer. Alafu fikiria sasa wewe kwa engineer na mtoto wako unatamani awe engineer brother. Au hata kama hata mtu fulani katika nchi. Alafu tena ndio adui anakuja kunifanya haiwezekani, mwambie jirani yako haiwezekani. Lazima tuombee pia watoto. Na ndio maana nimwambia Alhamisi tutakuja hapa tu. Na kama una watoto wako lete. Mungu atatupa neema na unaofahamu namna ya kuwaombea. Tutawaombea. Na bahati nzuri wako likizo. Juzi jamaa mmoja jana juzi
Apigia anambia sasa mtumishi, watoto wameenda na wamerudi likizo, sasa wafanyaje? Nikamwambia rafiki, kwanza huko Kanaani, kule Kanaani, nikamwambia nimewaletea mtu. Wamaneni naye kwanza huko. Amini ni Mungu, sio mimi. Sio mimi niliyebeba hiyo nguvu. Mungu anagawa kwa kila mtu, lakini ni kwa kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akisimama hapa, hawakilishi mtu, anamwakilisha Mungu. Amen. Tegemea kupokea kitu kutoka kwake. Alikacheka. Kuna mzee mmoja alikuwa na kampuni yake, ana kiwanda. Rafiki alikuwa na